Maisha mtaani bwana. Watu wanajipambania, watu wanakuonea wivu. Kila acha tupambane bwana. Kila nikipambana nikipata pesa zinapotea. Kila nikipambana nikipata pesa zinapotea. Siji ende kwa mganga. Lakini kwa mganga uchawi. Maana kwa mganga atakudanganya, atakulia hela zako, kisha siku utapotea. Ila ni achane nayo, ni maisha. Shambani bwana. Kazi za moyo kila siku. Vipi blaza, kulikoni? Vipi kulikoni huko? Vipi maana tunashituana kwenye kazi zetu blaza. Vipi mpaka umenichanganya? Blaza, unaona blaza kule mlima huo kule? Mlima sijui na nini tu. Nimekutana bonge alijamaa kule. Wewe acha bwana, huko hakunaga kitu. Mbona mimi na miaka 5 humu nafanya kazi sijawahi kuona hicho kitu. Yaani blaza, yaani mguu wangu umeteguka hapa kwa ajili wangu uliteguka kwa ajili ya kukimbia blaza. Sikudanganyi mimi blaza. Uongo wa blaza. Maana huku mimi naishi yaani tangia miaka ya nyuma hapo waga nafanya kazi ya kina bibi na kina babu walikuwa wanafanya. Sasa hivi unaanza kunitisha. Kuna nini huko? Unaona upande ule kule, upande ule kule wa magharibi kule. Kule ukizunguka kwenye mlima kule kuna pango. Hapo utakuta kuna jamaa hivi amekaa. Hamna blaza, mbona uaga sioni mitaa hiyo waga natembea sana. Mimi naona wewe una njaa. Wewe mkunaenda kwanza nyumbani ukale. Blaza sikudanganyi, twende ukajionene kule blaza. Kaona kudanganya mimi, twende ukaone. Kwanza mitaa hiyo waga sikuoni. Umetokea wapi? Nilikuwa nimekuja kufanya mandhari huko, kutembelea mandhari. Nimekuta pale kuna pango hivi, nikaanza kupiga picha nyuma yangu nikakuta jamaa kabisa hivi. Blaza umeshanitisha hapo, umeniharibia kazi yangu blaza. Mwenyewe nilikuwa napanga nipate pesa. Haya sawa, uniamini blaza. Nenda na ukajionee, nenda ukajionee umuone huyo jamaa. Sawa blaza, wote hamna blaza. Kijana wa siku hizi sijui anavuta bangi, sijamwelewa kijana. Kazi yangu na yenyewe sijui nitaifanya kesho. Ngoja niende tu nyumbani. Mtaani bwana. Kupanda na kushuka, ipo siku na mimi nitafika. Kama kweli maisha ni kupanda na kushuka, maisha ni kupanda na kushuka, maisha ni kupanda na kushuka, maisha ni kupanda na kushuka. Jamaa si ndio yule niyemwacha kule? Sasa huko amefuata nini tena huyu? Au amemwona nini ule jamaa? We blaza. Blaza. Nani tena? Umenisahau tu tena sasa hivi blaza. Kumbe blaza. Kuja huku kuna wanao.
kujua kama ni wewe. Hapo unafanyaje tena blaza? Nilikotoka kule, si hukuniamini nilichokwambia. Nimeona nipite huku niende nyumbani. Nawe hapa. Kweli blaza, lisemwalo lipo kumbe. Yule kiumbe na mimi nimemwona ni anatisha. Mimi siwezi kuaminisha kwa sababu wewe ulikataa na wewe umeenda kujionea. Siwezi kuamini hata mimi mwenyewe. Hamna blaza, ulichokisema ni kweli kabisa. Maana kule nilikutana naye hata na mimi. Yule kiumbe sio sijini kiumbe gani yule hageuki, yani ni anakoroma tu, binadamu sio binadamu. Umeona sasa naye ulikuwa unanibishia ila mimi umeenda kujionea wewe mwenyewe. Umesema kweli blaza. Kweli usiposikia la mkuu utavunjika. Blaza, ukiambiwa vitu wewe unaamini. Kweli blaza, sema tunaweza tukatambulishana majina blaza, maana maisha ya duniani humu ni kukutana, binadamu sio milima bwana. Mimi sidhani kama naweza nikajuana na wewe. Kwanza tumeongea mno kule na kwambia kabisa jamaa yule nimemuona kashindwa kunisaidia na ukanipuuzia. Blaza kunanilina hao tuachane nao, mambo yashapita hao wanasemaga mambo ni mapito. Sidhani kwa sababu mtu ambaye mimi ananidharau, sidhani kama tunaweza kuendana. Hamna blaza, usifanye hivyo maana wewe ni kama kaka yangu, so unaona mimi mwenyewe mkubwa, mimi mdogo wako. Sawa, kwa kuwa ni binadamu akili hatujafanana. Mimi naitwa Bobby. Nani mwenzangu? Mimi naitwa Joeli. Na kama mitaa nyuma kule tutakuwa tunawasiliana au tutakuwa tunaonana. Ila ule unafikiria kumjibu mtu sometimes, sawa? Kweli blaza, nimeelewa hilo. Unajua yani ukipuuzia kitu kikija kutokea ndio utakumbuka. Kweli kabisa blaza. Sasa Bobby, mimi nielekee nyumbani maana naona nimepita tu haraka hapa naenda nyumbani. Sijui wewe mwenzangu unaelekea wapi? Mimi sidhani tena kama nitarudi kwenye mlima huu. Urudi tena kwenye mlima huu. Kwa kitu nilichokiona. Kitu nilichokiona kile kwanza, sidhani kama usiku sitaota. Kwanza nafikiria tu hapa kilivyo, sijui kipoje maana sura yake sikufanikiwa kuona. Au wewe mwenzangu ulimuona? Example mimi pale nakuja, nimeanza kutokea kule magharibi. Ukifika pale mkono wa kushoto hapa, nimemuona ule kiumbe ule kwanza uso wake tu unavyoonekana. Yaani paka hapa yaani na hofu njia ambayo napita yenyewe tu ina misitu ambayo na hofu kwanza nitafikaje nyumbani. Mimi sikumuona sura ndugu yangu. Tutakutana, tutakuwa tunawasiliana. Ila blaza, mimi nakushauri kitu kimoja. Sio napuuzia atakuja kutokea pwani. Kweli blaza. Sasa mimi niende nyumbani maana hapa nimechoka na zile kazi za kule. Basi sawa, taonana kwa kuwa sasa hivi akili iko sawa. Ngoja niwahi nyumbani. Giza likiingia hivi. Kaka tutakutana. Haya basi. Ndugu wangu wa manebu ndio. Ingekuwa vizuri kama mwanzo watoto ongea mazingira kwa hivi. Kalete kitu kule ndani. Hamna shida baba. Pole na kazi ndugu. Asante sana. Vipi blaza, unaumwa au kuna shida? Hamna ndugu wangu. Mimi niko vizuri kabisa. Pole na kazi baba. Asante sana. Ndio. Sasa kushia kale eneo kale. Nimekamalizia mpaka kule chini bondeni kabisa. Nishamaliza. Kesho ni kupanda tu. Sasa huko freshi maki kuna kitu nataka nikwambie mdogo wangu. Mimi nilikuwa nakuwaza sana. Ndio. Lakini sasa mdogo wangu, bwana ujue kwenye maisha ndio na vitu ambavyo nilikuwa sijakuweka wazi. Ndio. Lakini sasa kwa umri huu uliofikia, naona naweza nikakuelewesha nawe kidogo angalau ujue kitu kinachoendelea katika familia yetu. Bwana, mimi kuna ujumbe nishawahi kuachiwa au maagizo. Ndio. Sawa? Ndio. Na bibi.
kipindi wako uhai. Kama unavyojua sasa hivi wazazi wetu waishatoweka. Kwa hiyo tumebakia mimi na wewe. Ndio. Sasa mdogo wangu, kuna sehemu inatakiwa wewe uende. Sehemu gani kaka? Kuna kijiji kimoja kipo maeneo ya Shinyanga huko, wanakiita Didia. Ndio. Unaona? Ndio. Lakini samahani usije kuona kama nakutupa kaka yako au nakutelekeza. Ndio. Ndugu wangu, na usishtuke. Ndio. Maana wewe kuna hazina au ulisi ambao ushakwisha kuachiwa. Ndio. Sawa? Ndio. Lakini sasa nilisubiri huu muda ili mradi wewe ufike kwenye huo umri wako uliopo sasa hivi ili nikueleze hisi. Ndio kaka. Wewe kuna sehemu inabidi uende kwa ajili ya kuleta amani. Amana. Ndio. Jina lako hilo limetokana na hicho kitu ambacho leo nakuagiza wewe kwenda huko. Ndio. Lakini sasa shida ni moja. Unapoenda sijui utafikia wapi. Na sijui utaanzia wapi. Sijui utafikia kulalaje. Unaona? Lakini ukishafika kule nadhani maana halisi ya hiyo amana na maana halisi ya nia unayoenda kuipambania huko na njia itajitokeza yenyewe. Sawa mdogo wangu? Ndio kaka. Bwana wewe, sisi tuliachiwa mzigo mmoja na bibi yetu sisi. Ndio. Lakini mzigo huo mmiliki wake ndio wewe hapo. Kwa sasa nilikuwa nakuomba ndugu wangu. Ni kakako nawaza na bakije mwenyewe hapa. Lakini sina namna, make wewe ndo ndugu yangu wa karibu, lakini sina namna ya kukuagiza wewe huko kwa sababu ni majukumu yako ambao kwa sasa hivi inabidi uyatekeleze wewe. Kaka, wewe unajuaje yote haya? Mbona ni siri nzito sana ambayo hata ukowahi hata kunidokeza hata kidogo tu unanishtukiza namna hiyo? Kama nilivyoanza kukuelekeza mwanzo na kama nilivyoanza mwanzo kwa kuomba samahani, kwa sababu mdogo wangu umri wako ulikuwa uruhusu kuyajua hayo mambo. Maana ni siri nzito mno. Hayo mambo sio ya kuongea tu kwamba natamka mdogo wangu si huyu hapa natamka hamna. Lakini na ndo maana leo hii nimekuona wewe umefikia umri kama huo hapo. Kwa nimeona unafaa kuambiwa hayo mambo. Na nimeamua leo nikupe siri iliyoko katika familia yetu. Wewe ni mtoto ambaye ulizaliwa ukiwa na nguvu fulani ambao siwezi nikakuelezea. Lakini kadri utakavyoenda huko ndo utajua mimi nilikuwa naongea nini na nilikuwa na maanisha nini. Lakini kwa hapa siwezi nikakuelezea. Maana sina huo muda wa kuelezea ndugu wangu kwa sasa. Ndio kaka. Ni story ndefu lakini utaijua mwenyewe huko mbele. Unaelewa mdogo wangu? Nimekuelewa. Lakini unanipa wakati mgumu ukiniambia napoenda hakuna ndugu wala hakuna sehemu ya kujihifadhi. Ni kweli mdogo wangu, hilo naliwazia sana na nalifikiria sana. Lakini kama nilivyoanza kutangulia mwanzo kukwambia, ndio. Hiyo njia wewe ukishafika huko itajitokeza yenyewe. So kwamba ni njia ya kutembea kwa miguu, lakini ni njia ya maisha utakavyoanzia huko. Na mwangaza utauona huko. Basi kaka. Ndio. Mimi nimekuelewa. Sina haja kukupinga. Wewe umenizidi umri. Kitu chochote ambacho utaniagiza itabidi nikitekeleze. Sawa ndugu. Kwa hilo kaka, mimi hamna shida. Mimi nimekuelewa. Wacha nijiandae muda huu. Utakuwa umefanya vizuri. Ndio. Lakini nakusii. Ndio kaka. Wendako utakuwa umeenda kwa watu ambao
hawajui, hawakujui. Kwa hiyo jaribu kuishi na watu vizuri. Maana utakavyoishi na watu vizuri na ndivyo watakavyokupokea vizuri. Lakini ukijaribu kuishi nao vibaya, wanaweza wakaishi nawe vibaya pia. Kwa hiyo naomba uheshimu wakubwa kama ulivyotoka hapa nyumbani kwetu. Sisi hatujafundishwa nidhamu mbaya na tabia mbaya, tabia ovyo, kutokuheshimu wakubwa. Mheshimu kila mtu, hata ambaye unamzidi. Ndio. Wewe mheshimu na yeye atakuheshimu pia. Kwa yangu mdogo wangu yalikuwa ni hayo machache nilionayo. Basi kaka, hamna shida. Mimi nimekuelewa. Acha nilipeleke jembe hili. Sawa. Ili nijiandae. Jembe letu hilo, nenda huko ndani mdogo wangu. Hamna shida. Haya, sawa. Kale kuna chakula huko. Hamna shida. Haya, sawa sawa. Kijana. Kijana, naona vitu vinani vibaya viko mbele yako. Kama vitu gani? Mbona unanitisha tena mzee? Kama kijana nataka kusaidiwa, nitafute kesho. We acha bwana mambo yako. Hizo ni ndoto za zamani mzee, kunitisha mimi sio hivyo. Acha kunitisha mzee wangu. Kila mtu na maisha yake huko mjini. Kama uniamini, basi unaweza kwenda. Mzee usinitishe. Yaani nikiona hivyo vitu nitakuja nikukate mapanga hizo. Na nikumbuka kijana. Haina shida mzee, lakini utajuta. Siku hizi shughuli sana. Nataka kumsaidia na matatizo makubwa yanakudharau. Basi nenda. Mimi wache niende. Sawa mdogo wangu. Wewe nisikupeleke mbali sana. Najua wewe so mtembeaji sana. Nataka nikamalizie kale eneo ka kule kwanza kufyeka kule. Ndio. Kule alafu then nirudi kupumzika. Ingekuwepo tungeenda wote. Usijali mdogo wangu. Wewe zamu yako ishaisha, ushaenda kulima kwa siku. Ndio. Sasa lakini mdogo wangu, ndio kama nilivyokusema. Ndio baba. Uwe makini. Ndugu yangu, lakini ndio hivyo, ni maagizo ya wazee. Sasa tutafanya hivi sisi, hatuna ufinyanzi. Simu zitaita. Sasa bwana, tafadhali njema. Maneno hataisha. Hataisha.